Bwana Yesu asifiwe kanisa. Basi tumekusanyika tena katika nyumba hii ya Mungu ili tuweze kusikia neno lile ambalo Bwana ametuandalia kwa ajili ya siku hii ya leo. Na muendelezo wa somo ni lile lile ambalo lilipata kichwa cha ufalme wa Mungu. Na jana tukajifunza kwamba ufalme wa Mungu ni nini? Nasema kwamba ufalme wa Mungu ni serikali, ni utawala wa serikali tukufu ya Mungu katikati ya wanadamu. Na pia tukazungumza kuhusu ngao wa utukufu wa Mungu. Tukasema kwamba mfalme mwenyewe katika ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Na sura ya Mungu asiyeonekana ni Yesu Kristo. Kwa sababu Mungu haonekani. Lakini ukitaka ufahamu Mungu lazima ufahamu Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio sura ya Mungu asiyeonekana na yeye ndio ngao wa utukufu wake. Ukitaka uone utukufu wa Mungu kiuhalisia, lazima tumtazame Yesu kwa ufasaha na kwa upekee wake. Na pia nikazungumza kwa sehemu kuhusu chapaa ya nafsi ya Mungu, kwamba nafsi inabeba matakwa ya mtu, mawazo ya mtu, hisia za mtu na nia ya mtu. Kwa hiyo tukitaka tujue nia ya Mungu, tukitaka tujue matakwa ya Mungu, tukitaka tujue mawazo ya Mungu na hisia za Mungu, lazima tumtazame Yesu jinsi anavyomfunua Mungu katika uhalisia wake. Na mwishoni nikamalizia kwa kusema kwamba maneno tunayoyasema ni ya muhimu kuliko maombi yenyewe. Nikatoa mfano kwamba maombi ni kama nyaya za umeme, lakini maneno tunayoyasema ndio umeme wenyewe. Ukiwa una umeme kidogo, kwa maana una maneno ambayo ni madhaifu, hayana nguvu ile ya Mungu, hayana nguvu ya neno la Mungu, mng'ao wa utukufu wa Mungu katika maisha yako utakuwa ni kidogo, kwa sababu nguvu ya Mungu inayotembea na wewe ni kidogo kutokana na neno lile unaolifahamu na neno lile unaolisema katika maombi yako. Na pia kuna jambo nilizungumzia ambalo la msingi sana, na mchungaji mkuu wetu wa jimbo alifafanua vizuri zaidi, na mimi nikasema kwamba na leo hii nitazungumza hilo kwanza kabla sijaendelea mbele, kwa sababu ni jambo la msingi sana. Unajua baba mchungaji ndo anajua kondoo wake zaidi. Kwa kuna kitu ambacho alichokizungumza ni cha msingi sana, kwamba tulivyosema, Yesu alivyosema kwamba anayesikia maneno yangu mimi sitamhukumu, alikuwa hamaanishi kwamba kama Yesu atanihukumu basi naweza nikaishi hivyo hivyo. Unajua wakati mwingine watu wanapenda kubweti, wanapenda mambo mteremko, tunafikiri kwamba ndicho kitu Yesu alichokisema, lakini kiukweli alikuwa hamaanishi hivyo. Alichokuwa anamaanisha ni kwamba kwenye mstari unaofuatia tu kwenye andiko hilo hilo, wala sio mbali, unaona baba alisema kwamba Biblia ni msitu mnene. Mstari tu unaofuatia Yesu alisema, yeye anikatae mimi, asiyekubali maneno yangu, anayemhukumu. Ni neno lile nililolinena ndilo litakalohukumu siku ya mwisho. Kwa maana ya kwamba neno la Kristo linalohubiriwa kwako wewe leo hii, ukilikataa Yesu hata kuhukumu, ila lile neno ndio ambalo litakalohukumu katika siku ile ya mwisho. Na changamoto tulionao watumishi wetu, yaani watumishi wengi wa Mungu sasa hivi, tumesahau habari za kuhubiri injili halisi ya Yesu Kristo. Yesu alikuwa anahubiri kuhusu habari za moto wa milele. Usisahau hicho kitu, sababu moto wa milele upo. Na hapa anaposema katika siku ile ya mwisho, ni pale kwa nafsi za watu ambao hawakulitii neno la Kristo watachomwa katika moto wa milele. Hiyo ilikuwa injili ya Kristo. Tusisahau, tukaanza kuhubiri injili Yesu. Kwa maana ni muhimu tukamfahamu Yesu kama Yesu na injili yake aliyoleta hapa ulimwenguni, tukaihubiri kama jinsi ilivyo, bila kupepesa macho, bila kuogopa watu, kwa sababu hiyo ndio kweli halisi ya neno la Mungu. Basi leo hii nitaendelea pia kuzungumzia swala la chapaa ya Yesu, chapaa ya nafsi ya Mungu. Ninasisitiza zaidi kuhusu chapaa ya nafsi ya Mungu, kwa sababu utukufu wa Mungu unadhihirika kupitia Yesu Kristo. Kwa tutasoma pia na leo zaidi kuhusu chapaa ya nafsi ya Mungu, and then kesho tutaendelea
Je, mtu anaingiaje katika ufalme wa Mungu? Na pia tutakuja kusoma habari ya uchumi wetu katika serikali tukufu ya Mungu. Na siku nafikiri ya Ijumaa pia nitazungumzia swala la kanuni zingine za ufalme wa Mungu ambazo tunatakiwa tuzifahamu. Sasa leo hii kwa kuzungumzia chapa ya nafsi ya Mungu, nitaendelea kuzungumza swala la neema iliyo katika Kristo Yesu na iliyokuja na Yesu Kristo pamoja na kweli. Tukumbuke neema. Nilisema kwamba neema sio kibali cha mtu kuishi katika dhambi. Neema sio uwezo wa kumfunika mtu dhambi zake tu pale anapokuwa anatenda dhambi. Ingawa imani ya Kikristo inaanza kwa imani katika neema ya Yesu Kristo, kweli dhambi zetu zinakuwa zimefunikwa, lakini zimefunikwa ili tuishi katika maisha ya utukufu zaidi ya jinsi tulivyokuwa zamani. Sio ili tuendelee kuishi katika dhambi. Tukakoti mstari wa Tito nafikiri kwa mlango wa 2 sio mstari wa 12 kitu kama hicho, kwamba neema inatufundisha. Ni muhimu neema itufundishe kwa sababu gani? Utukufu uliokuja katika Kristo Yesu ni mkubwa sana. Na kwa kuwa ni utukufu ambao ni mkubwa, sheria yake pia iko juu sana. Wakati mwingine tunaweza tukafikiri kwamba sisi sio wazinzi kwa mujibu wa Torati, lakini kwa mujibu wa Injili ya Yesu Kristo tunaweza tukawa ni wazinzi kupita maelezo. Yesu alisema mtu yoyote amtazamaye mwanamke. Maki alisema mmesikia mkiambiwa ya kwamba usizini, lakini mimi nawaambia kwamba mtu yoyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani ashazini naye moyoni. Sasa hicho ni kiwango cha juu zaidi cha sheria ya Mungu inayofunua, ambayo inafunguka katika Yesu Kristo. Hatuwezi tukatembea katika imani yetu ya Yesu Kristo kiukamilifu kama tutaenenda katika uhalisia wa neema yake, tukabaki tunashikilia utukufu uliojifunua wa Mungu kupitia Torati peke yake, kwa sababu ule wenyewe ni utukufu wa Mungu. Lakini dhambi ilipozidi, sio kwa maana ya kwamba Torati ni mbaya, lakini Biblia inatufundisha kwamba dhambi ilipozidi, mauti ilipata nafasi kwa sababu ya dhambi. Kwa Mungu akaamua alete neema ili tuishie katika utakatifu zaidi, kwa maana neema ndio ina nguvu zaidi kuliko nini? Kuliko Torati. Anasema mmesikia mkiambiwa kwamba usiue, lakini mimi nawaambia mtu yoyote amtazamaye rafiki yake au jirani yake kwa hasira ashamuua. Sasa kiasi hicho cha utukufu wa Mungu, ni wangapi kati yetu tunaweza tukasema kwamba hatujamtazama mtu kwa hasira? Ni wangapi kati yetu ambao tunaweza tukasema kwamba hatujamuombea mtu mabaya kwa sababu ya hasira zetu? Neema ya Yesu Kristo itufundishe kuishi katika utukufu ule halisi aliyotukusudia. Utukufu wa Mungu tunauhitaji sana katika zama hizi, katika uhalisia, ili tuweze kutenda kazi katika ubora wake. Naomba nifungulie Wakorintho wa 2 mlango wa 3 mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Wakorintho wa 2 mlango wa 3 mstari wa 13 hadi mstari wa 16. Anzia hapo sasa. Basi si kama Musa alivyotia mtaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo wa kale, yaani haikufunuliwa kwamba kuondolewa katika Kristo, ila hata leo Torati ya Musa isomwapo utaji kuikalia mioyo yao. Lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, ule utaji kuondolewa. Paulo anasema kwamba na sisi si kama nani? Si kama Musa alivutia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibatilika. Kwa maana
Musa alikuwa anajua ya kwamba kuna mwisho wa hiki ambacho nimekipokea, lakini akawaficha wana wa Israeli wasijue. Na anasema ila fikra zao zilitiwa uzito, kwa maana hata leo hivi wakati lisomwapo Agano la Kale utaji huo wakaa. Hasa lazima uwe makini sana mtu wa Mungu. Sio kwa maana ya kwamba Agano la Kale ni baya. Sio hivyo. Sio hivyo. Agano la Kale sio nini? Sio baya. Mungu aliwaambia wana wa Israeli kwamba mtaitwa ninyi ni watu wenye hekima katika ulimwengu kwa sababu ya Torati. Kwamba ina mafundisho ya msingi sana katika kumcha Mungu. Lakini dhambi ndio iliipa nafasi mauti. Kwa maana ya kwamba kwa mujibu wa Torati, mtu akifuata sheria zile za Torati ataishi. Lakini kwa sababu ya nini? Ya dhambi, Bwana akaleta neema. Tumeelewana wa Kristo? Akaleta nini? Neema. Sio kwa maana ya Agano la Kale ni baya, lakini anasema kila wasomapo utaji huo wakaa. Yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa katika Kristo, ila hata leo Torati ya Musa isomapo utaji huo ikalia mioyo yao, lakini wakati wote watakapomgeukia Bwana ule utaji huondolewa. Tunachotakiwa kama watu wa Mungu sio kutoka katika Torati na kuishi kama tunavyotaka. Tunatakiwa tuingie katika neema ya Yesu Kristo, na neema yenyewe nimeisema pale mwanzoni. Sheria yake nimesema pale mwanzoni. Sio swala la ubwete. Neema itufundishe kuishi katika utakatifu zaidi ya utakatifu uliopo katika Torati. Mungu anategemea wewe kupitia Roho Mtakatifu akufundishe jinsi gani ya kuishi katika utakatifu zaidi. Hakuna mtu atakayejua ulichokuwa unakiwaza moyoni mwako wakati unatembea mtaani, ila Roho Mtakatifu anajua. Usipokuwa na ushirika, ndio maana tunasali kwamba upendo wa Mungu na neema na ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu, kanisa, ushirika ni wa muhimu sana. So huyu ndiye tuliachiwa tuishi naye, tuamke naye, tulale naye, tufanye kila kitu huku akiwa pamoja na sisi. Usipokuwa Mkristo ambaye hana ushirika na Roho Mtakatifu, ni Mkristo mfu. Hakuna mchungaji atakayejua yote unayowaza wewe moyoni mwako. Hayupo, wala hana muda huo. Ila kila mtu anaye Roho. Tuweni waaminifu wa Roho Mtakatifu. Kanisa, tuweni waaminifu wa Roho Mtakatifu. Yesu alisema, wabarikini wale ambao wawalaani ninyi, waombeeni wale ambao waonea ninyi. Hiyo ndio kanuni ya Kristo. Kanuni ya Kristo sio ya kuwasema watu vibaya wale wanaotuonea. Hapana, ni ya kuwaombea. Kweli kuna watu ambao ni kikwazo kabisa. Kama unaona kuna mtu ambaye ni kikwazo katika safari yako ya Kikristo, mweke pembeni, endelea kumwombea. Sio lazima uwe naye nini? Karibu. Sasa sio lazima uwe naye nini? Uwe naye karibu. Mweke pembeni, endelea kumwombea. Mabinti zetu, vijana wetu. Kuna kijana, kuna binti ambao kabisa unajua huyu ni kikwazo katika maisha yangu. Anataka niingize katika mfumo wa maisha ambao sio mfumo wa Kikristo. Mweke pembeni, muombee. Binti, kuna kijana ambaye unajua kabisa kwa msingi wa imani yangu ya Kikristo hata nifikisha mbali. Mweke pembeni, muombee. Sio lazima uambatane na kila mtu, sababu sio kila mtu anaijua neema ile halisi iliyo katika Kristo Yesu tuliyoipokea. Yesu anasema, lakini mimi nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Tukitaka utukufu wa Mungu udhihirike katikati yetu, duniani kuna maudhi. Tuachane na fikra ya kuwachukia wale watu wanaotuudhi.
mwangaza ule utukufu wa maisha tunaotaka katika Kristo Yesu uangaze kweli kweli. Watu wanafanya vitu ambavyo kweli sio ambavyo tunapenda ndugu zetu, rafiki zetu, lakini nia yetu sisi ni mwangaza wa utukufu wa Yesu Kristo uangaze. Lazima tuitambue chapaa nafsi ya Mungu ilivyojidhihirisha kupitia Yesu Kristo. Inatutaka tufanye nini? Inatutaka tuishije? Naomba tufungulie kwenye Mathayo mlango wa 9 mstari wa 10 na 11. Mathayo mlango wa 9 mstari wa 10 hadi mstari wa 11. Ikawa alipoketi nyumbani ala chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona na waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yes. Yesu, moja ya kitu ambacho kilichokuwa kinawashangaza watu ni kwamba alikuwa na urafiki wa karibu na watu wenye dhambi. Hadi Biblia inasema alikuwa ni rafiki wa wenye dhambi. Kuna kitu cha tofauti hapa lazima tujue kuhusu nafsi ya Mungu ilivyojifunua katika Yesu Kristo, tofauti na jinsi ilivyokuwa kwa Musa na Torati. Torati ilikuwa inamtaka mtu ambaye amenajisika atengwe katika siku zake za kunajisika kwake, na atengwe katika jambo lote, labda amepata ukoma na nini, anatengwa mpaka pale atakapotakasika. Lakini Yesu alikuja akawa anawaendea watu wenye ukoma, wanamwambia, Bwana, ukitaka waweza kutakasa. Yesu akasema nataka, na amefanya takasika. Kwa maana ya kwamba kitu ambacho tunajifunza hapa ni nini? Torati kwa asilimia kubwa ilikuwa inamtaka mtu ajitakase kwanza ili Mungu amkaribie. Neema inamtaka mtu amkaribie, inamtaka mtu amkaribie Mungu ili amtakase. Kumbuka, mtu amkaribie Mungu ili fanye amtakase. Lengo ni kutakasa. Lengo sio kukuacha wewe kama jinsi ulivyo. Lengo ni kufanyaje? Kukutakasa. Unatakiwa umkaribie Mungu ili akutakase. Usimwogope Mungu. Usimwogope nani? Mungu. Kwa sababu hakuna adhabu nzito juu ya dhambi kwako wewe endapo kama ukiwa unamkaribia Mungu. No matter umefanya jambo la aina gani. No matter umefanya jambo la aina gani. Hakuna adhabu nzito kama unamkaribia Mungu. Unapokuwa umekosea, kimbilia kwa Bwana. Huwa napenda sana mfano wa yule mwanampotevu. Mwanampotevu ameenda huko, amechukua sehemu ya urithi wake, akaishi anapoishi yeye, kapoteza, katapanya mali zake. Lakini alivyorudi, alivyokumbuka kwamba anatakiwa rudi kwa babake, alipofika kwa babake akaanza kujieleza, baba, nimekukosea, sio nimefanya nini. Baba hakupoteza hata muda kusikiliza maneno mengi anayosema. Mara akasema, jamani, chinjeni huko nyama, muandalieni vazi, sherehe inafanyika pale pale wakati huyu anajieleza. Sio kwa maana ya kwamba unapokuwa umekataa neno la Kristo, Kristo anakuwa amekuchukia. Anajua kabisa mwanangu hajajua hasa alichokuwa na maanisha. Na huko aendako lile neno lilomshauri litamkumbusha. Kwa sababu ndugu zangu, dhambi ni dhambi. Dhambi sio dhambi kwa sababu Mungu ameita ni dhambi. Tuelewane jamani. Dhambi sio dhambi kwa sababu tumeita ni dhambi. Mungu anapotuletea Torati ili akili zetu ziweze kufahamu. Paulo anasema kitu kimoja hivi. Dhambi ilikuwepo ulimwenguni kabla ya Torati. Kwa sio Torati ndio ilifanya dhambi iwepo. Ila Torati ilikuja ili kumsaidia mwanadamu akili ya kujua jambo gani la kufanya na jambo gani sio la kufanya. Ndio kusudi la Torati. Kwa sababu mwanadamu alikuwa shapoteza akili. Hajui sasa afanyeje, aishije. Kwa Mungu kwa upendo wake akaleta nini? Torati. Ili mwanadamu apate ufahamu. Asije akaangamia anakoelekea bila kujua ni wapi alipoteleza. Unajua unaweza kuwa unaishi kwenye makosa. Kwa kuwa hauna maelekezo, unaendelea tu kuishi. Unasema labda maisha tu, labda bahati mbaya tu. Bwana ndio dunia. Kila mtu anasema yake, labda Mungu ndo kaniandikia hivi. No.
Torati na maagizo ya Mungu yapo kwa ajili ya kukukumbusha wewe. Endapo kama utaamua kwenda katika njia nyingine, ukumbuke, urudi, ukae kwenye mstari. Kwa hiyo tunamkaribia Mungu ili atutakase. Tusimwogope nani? Ndio maana Yesu aliwakaribia wale watu wenye dhambi ili awatakase. Alifanya hivyo kutokana na neema iliyokuwa ndani yake yeye, ilikuwa ina nguvu. Wewe ukiwa una neema kidogo, ndugu yako kumkaribia mwenye dhambi anakumaliza. Anakumaliza. Kuna kichekesho kimoja walichoaga kwenye mtandao fulani hivi. Wakuta mtumishi aliamua ende akahubiria makahaba. Alikuwa hajajipanga vizuri. Akajikuta wao wanaohubiria. Sasa jamani, kwa lazima ukue katika kiwango cha neema. Sio uende tu. Kwa Yesu alifanya hivyo, sio kwamba unakwenda kichwa ndugu yangu. Hakikisha Roho Mtakatifu anakupa kibali hicho, kwa sababu usije ukadumbukia kwenye dini ukifikiri kwamba ni mambo mepesi. Hapana, kuna neema, kuna viwango vya neema. Biblia inasema kwamba tumepokea neema juu ya neema. Kuangalia unaoperate katika neema gani na uishi katika neema hiyo. Usijizeme kichwa. Unaweza ukaangamia. Nafikiri ni Yakobo alisema kwamba unapotaka kumwokoa mtu angalia sana, usije na wewe ukafanya ukadumbukia. Ni hekima ipo katika nafikiri waraka wa Yakobo kama sijakosea. Kwa ndugu zangu, neema ipo kwa ajili ya kututakasa. Tusiogope. Ni neno tu la Kiswahili huwa wakati mwingine linatufanya tuogope neema. Tunafikiri kwamba labda tukisema habari za neema ni kama tunawapa watu leseni ama kibali cha kufanya dhambi. Hapana. Neema inatutakasa. Neema inatufundisha. Na Yesu pia anatufundisha, anasema katika Luka 12 mstari wa 48, anasema kwamba yeye anasema na kila aliyepewa vingi kwake huyo vitakuwa vingi, naye waliyemwekea amana vitu vingi kwake huyo watataka na zaidi. Huwa anapenda sana ule mfano wa yule mwanamke aliyekwenda katika nyumba ya Simioni Farisayo, akaanza kumwosha Yesu ndugu yake kwa machozi yake, akampaka na mafuta, akaanza kumfuta kwa nywele zake. Ule ni mfano mzuri sana kuelezea hiki kitu. Kwa sababu gani? Yesu alisema kitu kimoja. Alisema huyu mwanamke amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Ndugu zangu, kama ni watu ambao tuna dhambi nyingi, Mungu anatudai zaidi. Anatudai zaidi. Wewe umesamehewa sana, onyesha kwamba umesamehewa sana kwa upendo zaidi. Kwa kupenda sana. Kama umesamehewa zaidi. Hatutaelewa unasema kwamba mimi bwana nimesamehewa, okay, and then unajiondokea, unaendelea kuishi kama kawaida. No, tunategemea umtumikie Bwana zaidi kwa kuwa umesamehewa zaidi. Hilo ndio kusudi. Hilo ndio kusudi. Amesamehewa dhambi zake ambazo ni nyingi kwa kuwa amependa sana. Yesu alimsamehe kwa sababu gani? Alipenda sana. Alipenda kuliko hata yule Simioni. Akisimioni akumwandalia hata maji ya kunawa. Kwa tuangalie hiyo chapa Yesu Kristo. Kweli ni neema, lakini neema hiyo iko katika misingi ipi? Sio kwamba neema ya bure tu. Sawa sawa wapendwa. Na akasema kwamba lakini ambaye amesamehewa kidogo huyo mtu pia upenda kidogo. Wagalatia, tafakari zaidi pia Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 23 hadi 29. Lakini Biblia inasema hivi, Wagalatia mlango wa 3 mstari wa 23 hadi 29. Biblia inasema lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria. Tumefungwa mpaka ile imani itakayofunguliwa. Hivyo Torati imekuwa ni kiongozi. Ukisoma kwenye Biblia ya Kiyunani ambayo ndio lugha ya Agano Jipya, neno kiongozi ametumia neno linaloitwa paidagogos, ambayo maana yake ni kama kuna wewe ni kijana wa familia fulani, and then kuna kijana wa kazi anayekuchukua anakupeleka shule.
Yule kijana wa kazi anayepeleka shule ndio huyu kiongozi. Ukifika shule, kiongozi unafanyaje? Unamwacha, unaingia shuleni. Kwa maana ya kwamba Torati ni kiongozi aliyetuleta kwa Kristo. Alituleta kwa Kristo. Sasa ndio maana kama Kristo, kama Musa, Torati ilisema hivi, unashangaa mwalimu anazidi kuwa mkali zaidi. Unaweza kufikiri kwamba mwalimu atakuwa mpole. No, ana sheria kidogo ngumu, lakini pia anakufundisha. Yesu anatufundisha. Kristo anatufundisha. Anatuchukua kidogo kidogo, taratibu. Anatuonea huruma kama watoto, lakini sisi kama watoto tuhudhurie darasani. Hakuna mwanafunzi ambaye anategemea atakomaa kama hahudhurii darasani. Lazima uhudhurie darasani, kwa sababu unatakiwa ukomae utoke kwenye utoto uende mpaka utu uzima katika imani katika Kristo Yesu. Sio ubaki kama mtoto. Watoto wanachezea matope, tunawasafisha, lakini sio watu wazima. Tunategemea anapozidi kukua akili yake ikomae, aachane na matope na yawe mtu mzima. Hilo ndio neema katika Kristo Yesu. Hilo ndio taraja analotegemea Mungu tuishi katika hiyo. Lakini kama watoto bado wanaendelea kuishi kama watoto, hatuji kuona utukufu wao. Lakini neema ni njema zaidi. Kwa sababu ile inatuwezesha, inatupa nguvu. Huwa na tafakari kitu kimoja hivi. Yesu alipokuwa anamuona mtu ambaye ana mguu ambao ni dhaifu, anashindwa kutembea, alikuwa anamwambia nyanyuka na utembee. Maana yake ni yule mtu tayari mguu dhaifu, atanyanyukaje na kutembea? Lile neno analolisema kwamba nyanyuka ni neno ambalo linampa mtu ile nguvu mifupa yake, naye anaanza kufanya kunyanyuka. Nguvu inatoka katika neno. Alipomwambia yule mwanamke na usitende dhambi tena, sio kwa maana kwamba yule mwanamke alikuwa ana uwezo wa kutokutenda dhambi, ila neno lile la Kristo lilikuwa linaulisha mwili wake. Ile tamaa alikuwa nayo kwa lile neno lilikuwa linafanya kazi. Baada ya kutamkiwa vile, zile hisia alizokuwa nazo zilikuwa zimetokomea. Mwili wake ulitiwa nguvu. Naomba nitoe mfano mmoja. Simama. Asante. Huyu mfano anaitwa Rebeka. Alizaliwa katika familia fulani. Familia yake. Sawa. Lakini katika maisha yake akaja akakutana na injili ya Yesu Kristo. Akauishwa, akawa kiumbe kipya. Huyu ni kiumbe kipya ambaye Rebeka. Sasa huyu Rebeka wa kale, Adamu wa kale, angeendelea kuishi bila kukutana na ile injili. Kuna njia ambayo angekuwa anaendelea. Lakini neno la Kristo lilivyokuja ndani yake, Rebeka kuna namna ambavyo aliendea njia nyingine. Sasa hivi kuna mambo unayofanya, yumkini Kristo asingekuja katika maisha yako, usingekuwa unafanya haya. Wewe ni mtu mpya, umekuja hapa ni kama mtu mpya. Sasa ni wewe mwenyewe, lakini neno la Kristo lilivyokuja ndani mwako limebadilisha mwelekeo wa maisha yako. Unaweza ukawa unaona kwamba hujabadilika sana, lakini nakuhakikishia mpango ibilisi aliyokuwa nao juu ya maisha yako ulikuwa ni hatari zaidi ya huu ulionao. Kwa maana neno la Kristo limekuleta mahali ambapo yumkini usingefika hapa. Ni kwa neema yake. Lakini unachokitaka ni kukua zaidi katika neema ya Kristo. Ukisoma katika waraka, kuna mambo kama waraka wa Petro pia, kuna mambo kama 7 hivi yameorodhesha ya mtu atakayofanya ili akue katika neema ya Yesu Kristo. Tutakuja kufundisha siku zingine za mbele. Lakini huyu Rebeka ambaye amezaliwa upya, anavyolishwa neno la Mungu, anavyoendelea kuhudhuria katika darasa la Roho Mtakatifu,
iwe kanisani, iwe kwake mwenyewe usiku, Roho Mtakatifu amemwamsha, soma neno, sali hivi, fanya hivi. Anapohudhuria katika darasa Roho Mtakatifu, huyu anatiwa nguvu ya kuishi katika utukufu zaidi. Kwa maana huyu sio huyu. Mwili wako katika Kristo, ndugu yangu, mwili wako katika Kristo haujauona bado. Mwangalie Stefano. Stefano, Biblia inasema kwamba uso wake ulibadilika ukawa kama malaika. Yupo Kristo aliye ndani yako. Kama jinsi Paulo anasema hivi, kama jinsi ulivyochukua mfano wa Adamu yule wa kwanza, ndivyo jinsi unavyochukua sura ya yule wa mbinguni. Haujaiona bado. Lakini ukiendelea kuishi na kukua katika roho, utukufu katika maisha yako, utakuwa zaidi ya hapo. Tuendelee kukua katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Anasema kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo Yesu mmevaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi yake. Napenda nizungumzie kidogo hapa kuhusiana na uzao wa Ibrahimu. Uzao wa Ibrahimu ni aina, nasema napenda kutoa mfano wa mbegu za mahindi. Kuna mbegu ya mahindi aina fulani, kuna mbegu ya mahindi aina fulani. Hii neno uzao kwenye Kiingereza umetumia neno seed, kwa ndio mbegu hiyo. Mbegu ya Ibrahimu inavyofanya kazi tofauti na mbegu nyingine. Sisi tulikuwa uzao wa Ibrahimu, na anasema sawa sawa na urithi wa ahadi yake. Ahadi ambayo Ibrahimu aliahidiwa ni ulimwengu wote. Kwa maana wewe kama uzao wa Ibrahimu umepewa ulimwengu wote kama uzao wa Ibrahimu. Mimi wanasema kwamba wakati mwingine ukianza kutafakari maandiko ukayajua hasa Mungu aliyokuahidi, utabaki kuishia kusema asante. Vya kuomba vitaisha. Tatizo letu tunaomba sana vitu vingi kwa sababu hatujajua ni vitu gani ambavyo tumepewa tayari. So tusome neno. Hebu imagine umepewa ulimwengu wote. Unaomba nini sasa? Unaomba gari? Wakati ushapewa ulimwengu wote. Si gari lipo ndani ya ulimwengu wote? Unaomba nyumba. Kwa wakati mwingine tuna mfumo wa kuomba vitu kwa sababu tu ya ujinga, ya kutokufahamu nini ambacho tumepewa na kukiendea kile ambacho tumefanyaje, ambacho tumepewa. Pia leo ningependa kuzungumzia jambo kwa ufupi tu, kwa sababu ndio umetupa mkono, habari ya ufalme wa Mungu uko wapi. Tumeachana na chapa ya Yesu, nafikiri kwa sisi tushapata picha. Sasa tunakwenda kisehemu, tutasema kwa ufupi sana, ufalme wa Mungu uko wapi. Ni swali ambalo watu wengi sasa tunajiuliza, lakini sio swali geni. Hata wakati wa Yesu pia watu walimuuliza. Katika Luka 17:20-21. Luka 17:20-21. Biblia inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo ufalme wa Mungu utakuja lini, aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu upo ndani yenu. Ufalme wa Mungu upo ndani yetu. Hauji kwa kuchunguza. Wakati mwingine tunapenda kuchunguza vitu, labda ndio unakaribia. Tunaangalia vyombo vya habari, tunasoma maandiko, sasa ndio unakaribia. Yesu alisema wazi, alijibu hilo swali wazi kwa ufalme wa Mungu upo ndani yetu. Ibrahimu baba yetu wa imani, malaika walikuwa wanampokea, wanakuja nyumbani kwake, anaandaa chakula, wanakula, wanamwambia mambo ambayo yanakuja, mambo ambayo Mungu anataka afanye juu ya mji au juu ya eneo fulani. Sisi tukielewa, tukianza kuishi katika uhalisia wa ufalme wa Mungu, huo utakuwa mfano, huo utakuwa mfumo wa maisha yetu. Malaika wa Mungu watakuwa wanatutembelea tu kama kawaida, tunaishi nao. Ndugu yangu, hii dunia tunayoishi sio dunia nyepesi. Sio dunia nyepesi. Watu ambao tunafanya shughuli hapa na pale tunafahamu.
biashara. Dunia sio nyepesi. Usipokuwa wa moto hautoboi. Lazima tuinuke kiwango, tuishi katika ufalme wa Mungu kiuhalisia. Malaika wa Mungu watuhudumie, wafanye kazi pamoja na sisi ili tuweze kufanya ili tuweze kutoboa, ili tuweze kufanikiwa. Ufalme wa Mungu tutambue kwamba sio kitu ambacho tutakipata kwa kuchunguza, bali ni kitu ambacho tuko nacho. Tujifunze kuishi ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa kifupi pia, tafsiri nyingine ya ufalme wa Mungu, Mungu anasema kwamba ni mkusanyiko wa viumbe vinavyoishi katika utambuzi wao wa kuwa wao ni miungu, huku vikiwa chini ya utawala wa Mungu aliye mmoja. Ufunuo anasema kwamba tumefanywa kuwa ufalme na makuhani. Mungu hajatufanya kuwa wafalme, ametufanya kuwa ufalme. Mfalme ni mmoja. Tatizo letu wakati mwingine kwa kufahamu kwamba Mungu ametufanya kuwa wafalme, unafikiri kwamba unaweza ukaishiishi tu, huyu mfalme, huyu mfalme, huyu mfalme, huyu mfalme. Una wafalme wangapi? Mfalme ni mmoja. Wote tunatakiwa tuishi chini ya matakwa ya mfalme mmoja. Wewe sio mfalme, ila wewe ni mtendakazi katika ufalme. Tuyajue matakwa ya mfalme wetu na tuishi katika yeye. Sawa wapendwa, sawa wapendwa, tuyajue matakwa ya mfalme wetu. Hakuna wafalme wengi. Najua kuna hayo mafundisho. Mmefanya nini kuwa wafalme? Hamjafanya kuwa wafalme, mmefanya kuwa ufalme. Tunakuwa na mgawanyiko kwa sababu ya kineno kidogo. Shetani ametuchezea hapo tu. Tunashindwa kuishi katika umoja kwa sababu anafikiri kila mtu anajifikiria ni mfalme na sasa kaishi kama anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea tena kesho kwa leo hii. Tuishie hapa. Praise Mungu, tuimbe wimbo wa Simba yule kwa ufupi. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu tawala.